Bwana, mambo vipi? Naitwa Bad Jacob Simwiche kutoka Nyota Shine TV. Niko Dodoma kwa ajili ya msiba wa ndugu yetu MC Pilipili, na hapa ni tuko sasa nyumbani kwao, na sasa hivi niko na rafiki yake ambaye amekuwa naye toka kitambo sana, anaitwa Idrisa Kupa. Tuko na hapa tunapiga na story mbili tatu kwa ajili ya tukio hili. Bwana, mambo vipi Kupa? Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Vipi wewe? Fresh. Kitambo sana. Unajua harakati za kidunia, harakati za upambanaji kama vijana bwana. Kwa lazima tu tunapishana, lakini muhimu tonge lipatikane na watoto wapishane kwenye mipango mingine. Okay. Hilo ndio kubwa. Ama ni kitambo sana toka nyota hiyo mpaka leo. Toka nyota hiyo sio mchezo. Ndio maana nakwambia vijana kwenye upambanaji. Angalia wewe nyota hiyo, sasa hizi kuna nyota nyingine nyingi. Umeona bwana, na neno lile kwa zuri, nyota maana yake ni kitu kinachong'aa. Kwa hiyo naona sasa hivi namna vitu vinavyong'aa, hata unaonekana uko vizuri. So yale mambo ya zamani bahati so yule, lakini tunasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Okay. Kwa sababu tumeonana na tunaonana kama hivi na tunapumzi. Hili ndio jambo kubwa kuliko yote. Jambo la heri. Okay. Ndio. Na tuko Dodoma kwa ajili ya msiba wa ndugu yetu. Unajua huku ni Dodoma, kuna umbali kidogo na Dar es Salaam, lakini aliyefariki ni mwanadamu mwenzetu, jambo la kwanza. Jambo la pili ni mwanatasnia mwenzangu. Jambo la tatu ni kijana ambaye ana ndoto zake, alikuwa ana future yake, ana mipango yake kibao, lakini leo hii siku imefika, kila kitu kimezima. Kwa hiyo kama kijana, kama mwanatasnia mwenzie, kama binadamu, hakukuwa na la kujiuliza zaidi ya kufika. Na unajua sisi Waislamu kwenye suala la maziko ni toba pia. Kwa hiyo tumekuja kushiriki, ama nimekuja kushiriki kwenye hii toba, kwenye kumsindikiza mwenzangu, kwa sababu ni safari yetu sote. Yeye ametangulia, yamebaki sasa kwangu mimi, kwako na mtu yoyote hata wanaonitazama. Kikubwa ni kitu gani sasa? Funzo hapa ambao lipo, unamwona kijana smart, alikuwa kiakili, kimuonekano, ameondoka. Maana yake hakuna kubagua, hii safari yoyote ataondoka zake. Sasa tunajipangaje? Hii ndio ujumbe ambao unaachwa, kwamba tumejipangaje au tunajipangaje baada sasa ya mtu kuondoka. Tunalia, tunafurahi, tunafanyaje, lakini je, tunafanya nini? Kwa hiyo kikubwa ambacho kipo ni kukumbuka kwamba kuna Mwenyezi Mungu, na mafundisho ambayo yapo ni kufanya toba. Kufanya toba. Unaona mtu katoka Dar es Salaam alikuja Dodoma kwa lengo la kufanya kazi, tena siku hiyo amefika hapa mchana, watu wote wanajua kwamba jioni ataingia ukumbini, atafanya shughuli yake, maisha ataendelea. Lakini Mwenyezi Mungu akachukua roho yake. Umeona? Yani kwa maana katoka Dar es Salaam kuja Dodoma, yani kwa kuwa huko wao ni Dodoma, kwa maana kaja kuja kwenye kifo chake. Kilichomuita kwa mimi, ukiniambia nakwambia ni kifo. Kwa sababu mimi hapo ukiniangalia miaka hii sina safari ya Marekani. Lakini kama kifo changu mimi ni Marekani, utashangaa nitafanya mishe zote na nitaenda Marekani. Na utasikia wewe au mwingine, huyu Marekani kanafuata nini? Kama imepangwa. Yani huko kulikuwa kuna issue gani Marekani? Kwa sababu mimi atakayekuwa amejua. Lakini ndo kwa sababu kifo changu ilikuwa ni huko, nitakwenda tu. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kujiuliza, na ndio maana simu zilikuwa zinaita nyingi, kwani huyu alikuwa daa jana, kwani huyu alikuwa daa juzi, Dodoma kulikuwa kuna issue gani? Maana wengine walikuwa wajui kulikuwa kuna mpango gani wa Dodoma. Lakini mimi ukiniambia, ukiachana na harusi nini, mimi nitakwambia kifo chake kilikuwa huku. Sema tunasemaga kifo kinatafuta sababu. Umeona? Kwa mwisho wa siku amefika kwenye eneo lake, basi roho yake imekwenda. Na unaambiwa inapofika muda haizidi hata sekunde. Ni pale shughuli inakuishia pale.